Hadithi inaanza na John, kijana mwenye shahada ya falsafa, lakini kwa sasa hana kazi, hivyo anamsaidia mama yake kwenye duka la chakula. Licha ya kutosimama vizuri kiuchumi, John hapendi kufanya kazi hiyo na bado anatafuta kazi inayofaa ya taaluma yake. Asubuhi moja, wazazi wake wanamtuma akapeleke chakula na anakubali shingo upande baada ya kuahidiwa kupewa pesa. Anapofika kwenye bwawa la kuogelea, anakutana na mtoto asiyesikia, lakini kwa bahati nzuri, John anajua lugha ya alama, hivyo anafanikiwa kufikisha mzigo kwa urahisi. Akiwa hapo, anamuona msichana mrembo anaitwa Room anayekimbia karibu na bwawa huku akitabasamu. John anavutiwa naye papo hapo. Anajaribu kuulizia jina lake kwa mwogeleaji mwingine, lakini anaambulia patupu na kuachwa akijiongelesha. John anarejea dukani akiwa na mhemko mpya kabisa na nguvu ya kufanya kazi. Kwenye zamu yake inayofuata ya kupeleka chakula, anakumbana na Room ambaye pikipiki yake imeharibika. John anajitolea kumwazima pikipiki yake ili Room asichelewe darasani. Kabla ya kuondoka, Room anachukua namba ya John na kuahidi kuirudisha. John anafurahi sana na baadaye anaipeleka pikipiki ya Room kwa rafiki yake Jean iitengeneze pikipiki hiyo haraka iwezekanavyo, huku yeye akianza kufanya mazoezi ya lugha ya alama aliyojifunza. Kwa upande mwingine, Room ni mwanafunzi makini sana kwenye darasa lake la kimataifa la lugha ya alama na huwa hashiki simu yake mchana kutwa. Baada ya darasa, anakutana na mdogo wake, Goal, na wawili hao wanashirikiana ndoto ya kufika kwenye michezo ya Olympic kama waogeleaji. Asubuhi iliyofuata, Room anaona jumbe nyingi kutoka kwa John na anaamua kuomba msamaha, kisha wanakubaliana kukutana. John anajiandaa kwa kuosha pikipiki ya Room na wanapokutana, John anaona aibu sana, lakini anamuomba tu wawe marafiki. Room anamnunulia kahawa, lakini anaondoka haraka kwa sababu ya kubanwa na kazi na masomo. John anazidi kuzama kwenye mapenzi. Anaamua kumwandalia chakula cha mchana kitamu na anakataa kupokea pesa, ingawa Room anamlazimisha. John anaanza pia kujihusisha na maisha ya kina Room kwa siri ili kuwalinda. Kuna wamama waliotaka kuizuia timu ya kuogelea ya Goal isitumie bwawa kwa hofu zisizo na msingi kuwa watoto wao wataambukizwa ukiziwi. John anamkabili mmoja wa wamama hao kwenye eneo la maegesho, anamwambia ukweli mchungu na hata kumripoti kwa mamlaka kwa kupaki kwenye nafasi ya walemavu. Ili kuwa comfort akina Room na Goal baada ya changamoto hizo, John anawapeleka klabu na kuwafundisha jinsi ya kuhisi muziki kupitia mtetemo wa spika. Baadaye, Goal anawaacha John na Room peke yao ili wajenge ukaribu wao. Room anajisikia vibaya kwa kupokea fadhila nyingi za John bila kumlipa, hivyo anamdanganya mdogo wake wampe John kiasi kikubwa cha fedha kama shukrani. Licha ya Goal kuona kuwa John anamtaka dada yake zaidi ya urafiki, Room anasisitiza kuwa anamuona kama rafiki tu. Kutokana na changamoto za jirani, timu ya kuogelea inahamishia mazoezi mbali zaidi. Siku ya mashindano makubwa inafika na Goal anang'ara kwa kushika nafasi ya kwanza na kukaribia kuvunja rekodi ya kitaifa. Ili kusherehekea ushindi huo, John anawaalika club, lakini Goal anamtaka dada yake aende peke yake na John bustanini. Kabla ya kuondoka, John anamtuma rafiki yake Jean kupeleka oda kwa mteja msumbufu ambaye anageuka kuwa Goal. Jean naye anazama kwenye mapenzi mara moja. Wakati John na Room wakiwa bustanini wakizungumzia ndoto zao, John anaahidi kuwa atatafuta sababu ya kuishi pamoja na Room. Hata hivyo, furaha yao inavunjika wanaporudi na kukuta jengo lao la ghorofa linawaka moto. Goal ananaswa kwenye lifti, lakini anaokolewa na mtu asiyejulikana, kisha anakimbizwa hospitali kwa kuvuta moshi mwingi. Room anajawa na hatia, anamwacha John pale pale na kukimbilia hospitali. Room anajilaumu kwa kupoteza muda na John badala ya kumlinda mdogo wake, na anakasirika kuona Goal anajali zaidi mashindano kuliko afya yake. Room anaanza kumpotezea John na kukata mawasiliano. Hata baada ya John kuja kuomba maelezo, Room anaamua kuvunja urafiki wao ili ajifocus na mdogo wake. John anaondoka akiwa na majonzi makubwa. Mambo yanakuwa mabaya zaidi pale uwezo wa Goal wa kuogelea unaposhuka kutokana na athari za moshi na anaamua kuacha kuogelea. Goal anamkasirikia Room kwa kujitoa muhanga kwa ajili yake na kupuuza maisha yake binafsi, kisha anaondoka. Room anaenda kwa wazazi wao na kupata somo kubwa. Msaada ukizidi unaweza kuonekana kama huruma inayofifisha uwezo wa mtu. Wazazi wake wanamshauri aache mambo yatokee yenyewe na aanze kuishi maisha yake.
John naye anakuwa mpweke na mwenye huzuni kitandani, huku mama yake na Jean wakimfariji. Rum anakubali ushauri na kurudi mjini kuomba msamaha kwa Gol, ambaye naye anaamua kuwa huru na kumhimiza Rum asimwache John. Wakati huo huo, John anajaribu kuelewa ulimwengu wa viziwi kwa kutembea mjini akiwa amevaa headphones bila sauti. Anagundua jinsi ulimwengu huo ulivyo wa kutisha na upweke, jambo linalomfanya achukue hatua ya kumtafuta Rum kwenye bwawa la kuogelea. Anamweleza hisia zake na kumwomba aje kufanya kazi kwenye duka la familia yao ili amlinde. Rum anamsukumia kwenye maji kwa utani na John anamwambia wazi, nakupenda. Siku chache baadaye, Rum anakutana na familia ya John. Wakati wazazi wake wanahangaika kuongea naye kwa lugha ya alama na maandishi, wanapigwa na butwa. Rum anaanza kuongea kwa sauti ya kawaida. Ukweli ni kwamba Rum ana uwezo wa kusikia na kuongea vizuri, lakini alikuwa akijitenga na kutumia lugha ya alama kwa sababu ya hatia ya kutaka kufanana na familia yake ili wasijisikie kutengwa. John naye alijifunza lugha ya alama kwa sababu Jean alimuomba wafanye hivyo kwa ajili ya safari zao. Rum anamwambia John nakupenda kwa lugha ya alama mbele ya wazazi wake. Hadithi inaisha kwa furaha, huku Jean naye akimwambia Gol hisia zake na kufichua kuwa ndiye aliyemwokoa kwenye lifti siku ya moto.